الحمد لله حمد الكثير كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema si mwingine bali ni kipenzi chetu wa umma bwana mtume Muhammad, kwanza kabisa nitoe shukurani zangu za dhati kupata heshima na taadhima kusimama katika mashindano kama haya. Wallahi ni neema kubwa, na mimi niwapongeze kwa jambo mlilolifanya. Ni jambo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hususan jambo hili tumelifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hebu jifikirie ni neema gani iliyokubwa kiasi hicho. Watu mmeacha shughuli zenu kwa kuja kwa kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ni neema. Tusiangalie kwamba watoto wamefikia level gani, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote mwenye kuisoma Qur'ani kwa kusita analipwa mara 2 mfano wake, na yule mwenye kuisoma Qur'ani ana daraja la juu ambalo wallahi halielezeki. Hivi ni neema gani umeacha mambo yako ukaja kusikiliza Bismillahirrahmanirrahim? Wallahi ni neema kubwa. Lakini neema hii tusijifaharishe kwa kuwa mwanao amesimama hapo amesoma. Bado tuna dhima kubwa ya kuweza kuwachunga watoto. Watoto wamesoma kwa sababu tumewapeleka madrasa. Kuna age fulani akifikia anapenda vitu fulani anaweza katoka na madrasa. Hebu angalia wanamuziki siku hizi, utaambiwa fulani kapitia madrasa. Kweli sio kweli? Sasa tusije tukajifaharisha kwa kuwa umemuona mtoto wako amesoma wewe ukajiona ndio bora. Bado tunatakiwa tufanye juhudi, tuombe dua ili Allah aweze kuwasimamia watoto wetu wafike sehemu iliyokuwa nzuri. Katika mambo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema matatu, kwamba idha mata ibn adama inkata amaluhu, kwamba anapokufa mwanadamu mambo yake yote yanakatika isipokuwa mambo la mtoto mwema limo. Unaweza ukose mambo yote, lakini hili la mtoto mwema atakayekuombea dua ikawa ni faida. Mama mmoja alibahatika kuwa na watoto 3 wote wa kiume, akawafundisha dini vizuri na wakamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Wale watoto kila mmoja akaoa na akawa na familia yake, mama akabaki mpweke. Siku moja anadurusu katika Qur'ani, akafikia aya inasema wa waswaina liinsana, mimi Mungu wenu nimewahusia wanadamu kuwafanyia ihsani wazazi. Kule mbeleni Allah anasema hata kama ikafikia wazazi wakafikia ukubwani, mtoto huruhusiwi kusema hata neno kumwambia nani? Yule mama machozi yalimteremka, mpaka Qur'ani aliyokuwa akisoma imelowana machozi, akihofia kwamba watoto wangu hawa ni nani anayejua thamani ya mzazi. Leo hii kila mmoja ameoa na familia yake, ni nani anajua kwamba mimi nitakapozeeka haruhusiwi kuniambia hata neno Swali ala nabi. Yule mama
Akasema mimi ni mzazi, hata kama wamekuwa wakubwa lazima niwape mtihani, nijue ni nani anayejua thamani ya mzazi. Yule mama akafunga safari, akaenda kwa yule mtoto wake mkubwa. Akafika, akapokelewa vizuri, akachinjiwa kuku, akapikiwa vizuri, akaonyeshwa sehemu ya kulala. Akasema bado nataka kujua hizi, bado nataka nijue nani ana uwezo wa kujua thamani ya nani. Yule mama akalala. Kulivyopambazuka asubuhi wakati wa swala alfajiri, akamuomba mwanae wa kike yule mkaza mwana, wanangu tafadhali naomba nipatie birika nichukue udhu. Yule mama akachukua udhu, yale maji yaliyobakia akayamwaga kitandani. Yule mama akaswali, alivyomaliza akamuita mkaza mwana, mwanangu njoo. Akamwambia naam mama. Akamwambia tafadhali mimi ni mama yako, hapa nilipo nishazeeka, usiku wa jana nimepitiwa mama, nimekojoa kitandani. Swalla ala nabi. Anampa mtihani mwanae. Yule binti akashika mdomo akasema mama, hivi wewe bado umri haujaenda kiasi cha kukojoa kitandani, leo unaniambia umekojoa nini? Hivi umri wako utakapozeeka zaidi ya hapo utakuwa katika hali gani? Swalla ala nabi. Mama, hili jambo bado una nguvu. Kakusanya mashuka, akamwambia nenda kafue. Yule mama katoka nje akafua mashuka. Kesho yake ikawa vile vile. Yule ndio akazidisha zaidi, akamwambia mama na godoro toa nje. Basi baada ya siku 2 akaaga, mimi ninaondoka. Akafunga safari, akaenda kwa mtoto wake anayefuatia. Aliyofanyiwa ni yale yale. Yule mama akasema basi, kwa kuwa hawa hawajui thamani ya mama, mimi ninaondoka. Wakati anakwenda kumpa mtihani yule mtoto wa mwisho kabisa, akasema yule ni mdogo. Hivi yule mdogo kweli atajua thamani ikiwa hawa wakubwa wameshindwa kujua thamani ya? Yule mama akawa anataka kuelekea nyumbani, lakini akasema hapana, hata yule pia ni mtoto, lazima nimpe mtihani. Yule mama akaenda. Baada ya kufika akapokelewa vizuri, akafanya vizuri. Alipofika katika swala asubuhi akamwomba naomba mama maji, akaletewa maji kwenye jagi, akachukua udhu, yaliyobakia akamwaga kitandani. Alipomaliza kuswali akamuita yule mwanae mkaza mwana, akamwambia mwanangu njoo, mimi mama yako nimeshakuwa, hapa nilipo uzee ushanifikia. Akamwambia mama ongea tu, kwa nini wewe ongea, kitu gani kimetokea? Akamwambia mama, usiku wa jana mimi nimepitiwa, nimekojoa kitandani. Alipomwambia vile akamfunga mdomo. Akamwambia mbona niziba mdomo? Akamwambia nimekuziba mdomo kwa sababu na hilo jambo unatakiwa uniambie mimi. Huenda ukaongea kwa sauti, mtoto wako wa kiume kapita nje akasikia unasema umekojoa wapi? Kitandani. Mama, hayo ni mambo ya kawaida, na wala usihofie, hapo ushakuwa mzee. Mbona hata mimi ni kijana, lakini kuna muda na wakati na mimi mara moja ninapitiwa unakojoa nini? Swali wala nabi. Yule binti hajawahi kupitiwa kukojoa kitandani hata siku, lakini aliongea yale kwa ajili ya kumpa moyo nani? Akamwambia hayo ni mambo ya kawaida, inawezekana jana maji uliokunywa ndio umekupelekea mpaka ukafanya haya. Akachukua ile mashuka, akayakunja vizuri, akaweka kwenye beseni, akaingia chumbani, akachukua mashuka mwingine akamtandika mama malala. Yule akamwambia bado sijajua imani yako ikoje. Swalla ala nabi. Kesho yake akamuomba tena maji ya kuchukua udhu. Akamwambia mama nipe maji nichukue udhu. Akachukua udhu, akamwaga maji mengi zaidi kitandani. Swalla ala nabi. Sasa yule mama anaswali akiwa katika sijida, yule binti yuko mlangoni. Baada ya mzazi kusema assalamu alaikum, salamu alaikum, binti akaingia mpaka chumbani. Akamwambia binti mbona unaingia? Akamwambia hapana mama, nimekuja kuangalia leo tena umepitiwa. Akamwambia sijui, mimi nimechukua udhu tu nimeswali. Yule binti akaenda kushika kabisa katika godoro, amefika nakuta godoro limeloana. Akamuuliza mwanangu vipi? Akamwambia naam mama, nadhani tena jana umepitiwa, lakini hii ni hali ya kawaida. Wakati unazungumza mtoto wa kiume anataka kuingia kumsalimia mama yake. Yule binti baada ya kujua kaenda kufunga mlango. Akamwambia nataka unipe ruhusa nimsalimie mama. Akamwambia msalimie hapo ulipo dirishani. Swalla ala nabi. Yule mama anamwambia naomba mruhusu mwanangu aingie nisalimie. Akamwambia mama siwezi kumruhusu. Akamwambia kwa nini? Akamwambia mama ndani anavaa, naomba msalimie hapo uende utamsalimia vizuri jioni. Swalla ala nabi. Yule
akaondoka. Baada ya kuondoka yule mama akamkaripia, kwa nini hujamruhusu mwanangu wa kiume aingie anisalimie? Akamwambia, mama, sisi wanadamu tumetofautiana. Inawezekana mimi nipo hapa nimeshika mkojo na nimenusa harufu zangu, pua hazisikii. Inawezekana mtoto wako Allah akawa amemjalia pua, kuingia ndani tu ukasikia harufu ya mikojo, itakuwa ni aibu kwako mama. Hivi utakuwaje mwanao wa kiume akijua wewe umekojoa kitandani? Swali ala nabi. Ni nani anayeweza kujua thamani ya mama? Tunafanya hivi na kuwafundisha watoto wetu kama hawa, ili mimi na wewe kesho kutwa tumekufa, ili aweze yeye kuangalau jambo moja tu, achukue ubani asema Allahumma ghfir lahu warhamahu waskanahum fil janna. Ikiwa wewe hujamwacha mtoto mwema, utakuwa una hasara, kwa sababu yule mtoto akifanya madhambi bado wewe umekufa hapo kaburini, madhambi yatakufikia. Katika mambo matatu leo hii nahitaji wazazi wote tuliohudhuria katika sehemu hii tuangalie kwamba mimi ninadondoka kesho na kesho kutwa, huku nyuma nimeacha athari kiasi gani. Sadaka tunjaria, sadaka inayokwenda kwa Allah kila siku, au elimu yenye manufaa. Walimu wanatufundisha. Leo hii mwalimu wangu hata kama yuko hai au amekufa, nikisimama nikisema kala Allahu Taala nikiwafikishieni, anapata thawabu kule. Leo hii tazama madrasa, watoto wanaingia wanasoma. Unadhani mtu aliyetoa tofali 2 akajenga madrasa ana nini? Mpaka ile madrasa ifutike katika mgongo wa ardhi, wewe umepata nini katika kaburi lako? Wallahi ni neema kubwa. Yule mtoto akachukua godoro, akalitoa nje, akachukua godoro lake la chumbani, ndio akaja kamtandikia mama yake. Baada ya siku 2 yule mama anaaga, anambia jamani mimi ninarudi kwetu. Yule mtoto wa kike akamkatalia, akamwambia huwezi kuondoka mama, kama hali uliokuwa nayo ndio hii, wewe unatakiwa ukae karibu yangu ili mimi mambo haya ndio nikufanyie. Kuna kufua, kuna kudeki, kuna kufanya nini mama, naomba usiondoke. Lakini yule mama akakataa, akamwambia hapana mimi naondoka. Baada ya kufika nyumbani akaandaa sherehe kubwa, akawaita watoto wake wote, akawaita majirani wote. Baada ya sherehe watu kula na kunywa, akamwambia jamani mimi Mungu amenijalia nina watoto 3. Nilikuwa ninawaza usiku na mchana kati ya hawa watoto mtoto wangu ni yupi, lakini bado Allah kanijalia nimekuwa na watoto 6 badala ya watoto 3. Yule na mke na yule na mke wamekuwa 6. Nilikuwa ninawazia kati ya hawa wote ni yupi mtoto wangu ambaye ninaweza nikadondoka leo akastiri aibu yangu. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia nimempata mwanangu wa pekee. Akamtaja fulani ibn fulani binti fulani, akasimama akamwambia mmemwona huyo? Kuanzia leo mimi huyu ndio mwanangu, na nampa sanduku la dhahabu ili azihifadhi hizi hela, nikidondoka au mimi nikidania yeye ndiye atakuwa mrithi wangu. Swalla ala nabi. Mimi nilitoa mtihani kwa mtoto wangu wa kwanza, nimefanya kitu fulani, lakini niliwapata mimi ndo ninayojua. Lakini leo nawaambia katika hadhara kwamba ule ulikuwa sio mkojo bali alikuwa ni maji. Mimi mama yenu nilikuwa ninawapima ni nani ambaye anaweza kanilea mimi. Hebu jifikirie, katika familia yako una watoto 4, una watoto 3, una watoto 2. Hebu jifikirie hapo ulipo ni yupi ambaye wewe ukidondoka leo ana uwezo wa kuchoma ubani na kukusomea dua. Kama huna, anza kujiandaa sasa hivi. Hebu jifikirie wewe umetoa sadaka gani ili leo na kesho ukidondoka ijulikane kwamba mtu fulani na yeye athari yake iko pale. Najua hapo mambo mengi ya kuongea, na niombe radhi kwa sababu katika ratiba nilioletewa ofisini kwangu ilitakiwa nianze saa 1 asubuhi mpaka saa 4. Kwa maana hiyo kuna sehemu nyingine nilitakiwa leo niende, lakini tayari nimeshanikwamisha. Kwa jambo hili ninajua kwamba wazazi ndio wamechelewa kufika kwa ajili ya kuanza shughuli hii.